Moses Kuria ni mtu yule mjanja, ananyenyekeanga kiujanja ndiye aweze yeye kusurvive. Kesho kutwa Raila akipata kashinda, Moses Kuria ndiye atakuwa wa kwanza kusema nilienda kwake kumsoma, nilienda. Wajua kuomba msamaha sawa, wacha tukubali ameomba msamaha. Ni nini atasaidia naye bali aliharibu? Sasa ndio msamaha peke yake. Mashabiki wa Raila kama mimi siamini hiyo ni msamaha, hiyo ni kutuchezea akili. Ile ya deputy president mimi ndio nilimwambia, hata mimi niliongea, Wakenya wanajua. Nilimwambia nje ile inaweza msaidia ni kurudi kwa Mama Ngina aombe msamaha. Na before akuja kwa TV kwa ndio na nini, angeenda polepole pale kwa mama, aende na wazee waongee, atoke na mama wakiongea. Mama ajua hapa kando, aongea aseme nimeomba mama msamaha, tumesemeana na mama yangu na mambo inaenda vizuri. Lakini kwa sababu hata yeye ni Mkenya na kila mtu ako makosa yake, hata ile alifanya ni vizuri, lakini namuomba the president, si uliongea, jikaze ufike kwa mama, usitumane, beba wazee wawili, chukua gari yako ama nduthi, enda kwa mama. Baraka ziko pale na uongozi yako, na Mungu alaye, Mungu anajua uongozi ya deputy president ndio watu wamuone kwa macho, itatoka kwa yule mama, sababu wao ndio walituzi mama, wao ndio walidharau mama. Sisi wenyewe tulikuwa tunapigania mama asitusiwe. Hakuna mwenye ajui Kenya, tulikuwa tunapigania. Lakini deputy president yako na haki na tunamuombea aende achukue baraka zake, kwa sababu kila mtu anachukua baraka. Lakini hizi za Moses Kuria ile ni jaro. Kwenda kwa Raila, hata wewe chukua mbuzi twende nikupeleke. Raila ni baba ya kila mtu. Unaenda kumuomba msamaha ukiwa unadhanya wewe hivi kinjaro, hakuna. Hapana. Raila sisi ndio tutakuwa tunamwambia hii msamaha ni ya ukweli, hii ni uongo. Moses Kuria alikuwa anaenda kutuliza joto. Juu kuna kandi anataka kucheza. Unajua mimi najua Moses Kuria, siasa ya Moses Kuria naijua sana. Kwenda kwa Raila kuna vitisho. Alikuwa anataka kutisha hawa wa Mount Kenya. Unajua kuna Ndindi Nyoro kameinuka sana. Kuna hii ya Ndindi Nyoro ameinuka. Ameacha akina Moses Kuria huku umewaisikia Ndindi Nyoro hata siku moja akituzi Raila? Umewaisikia Ndindi Nyoro akituzi mtu yoyote? Anachezanga kandi yake chini. Sasa Moses Kuria wamekuja kugundua, hawa vijana wamekuja na system mwingine. Unapata Ndindi Nyoro wanakaa na akina Babu Owino. Unampata Ndindi Nyoro ako Nyanza, ako Kisumu, akienda Meru anashangiliwa. Huyo kijana watabeba mbuzi hata ng'ombe. Yule kijana ameanza kusikaniza Wakenya. Na hiyo ndio siasa tunataka, kama hiyo ya Ndindi Nyoro na hii ya Babu Owino. Kama mnaamua tuache mambo ya wasee ile ya kupigana bure, tukae pamoja. Hata kama wewe ni waunda, wewe ni wa Azimio, tunapatana na agenda ya kusaidia watu wetu. Tukijua hapa kuna kitu tunasaidia community, tunaifanya pamoja. Hii ya kusema mimi ni waunda, mimi ni wa Azimio, ndio unaona hao vijana wameanza kuweza akina Moses Kuria. Sasa Moses Kuria anawafuata na hata wapata. Wale walishikana kama group na wameamua. Tulikuwa university pamoja na nitarudi hiyo university. Ndio wanatoa hii siri ya kushikana pamoja. Kwa hiyo Moses Kuria ako usiku, wale wako mchana. Wanasema mafuta imeenda chini, wewe imeenda chini, sawa. Haya, dola imeenda chini, sawa. Na kwako kwa mfuko juu hizo vitu zote zimeenda chini, kuna kitu tuko naye kwa mfuko. Mafuta imeenda chini. Dola imeenda chini. Na kwa mfuko hakuna. Niwaambie ni nini siri? Wakenya hawajui. Serikali yenyewe ndio inanunua ile dola. Wamechukua pesa ndani mahali. Sasa wanatununulia hizo dola tumeweka nyumbani. Wanakujanga wanapandisha kitu na 200. Wanateremuza na 40. Hesabu hiyo mafuta siku hiyo mwaka moja wametukula wana bilioni ngapi? Ukiulizwa kwa barabara wametengeneza hakuna. Ukiulizwa madaktari wamelipa hakuna. Ukiulizwa tumbo zetu tumekula ni ya serikali hakuna. Mkojo tunakojoa ya serikali hakuna. Kwanza ukisema unakojoa mkojo ya huyu hakuna itoki. Mimi nakumbusanga hata mkojo na iambia kumbuka hata wakati ya Jubilee ndio inatoka. Hii hakuna kitu, hawana. Yote ni yao kutuchezea kandi. Kama hiyo dola wamechukua yote Kenya mzima, wanataka wale walificha
waogope ndio walete. Ikikaakaa na tunaambiwa tuombe Mungu. Wenye walikuwa wanaomba ndio wapewe kura, hawaombi sasa. Wanaanza kusema saa hii ni mambo matatu. Hebu niambie, tulikuwa tunaomba mpaka saa hii mambo ni matatu, ukiongea uende mbinguni. Hii Kenya na unaona Wakenya wanapiga makofi, lakini bahati mzuri madaktari tuko na nyinyi, tunaingia na nyinyi kwa mgomo. Usitishwe, ni katiba. Yule mama anarukaruka amenyoa nywele, suka kama mama wengine, tukuone na saluni. Huu unapiga hivi, acha kunyoa ndio umize wengine. Mama kama ako na nywele akishika hapa anakumbuka ni watoto wake wanafariki, lakini wewe umenyoa kama mwanaume unaumiza watu. Suka nywele, na wewe ndio unafaa utoke before Muguze wa Meru. Acha kuingia kuenda mbali. Sasa hapa Meru na country zingine watu wanalipa na manyoya ya ng'ombe na mbuzi. Sasa wewe unatoa mtu juu ya manyoya imewekwa sijui wapi, uache yule watu wanakufa nyumbani. Uache yule ameshindwa na system ya education. Watu wako hawajui kazi yao. Mithika ameperform. Na mimi hata kama mimi ni mtu wa opposition napigana na serikali. Hapo ongera. President kana kijana yetu, lakini ujue tunakufa njaa. Tunakumbuka kazi za Uhuru tu. Nikizunguka mimi kazi ile naona ni ya Uhuru. Na yule anasema mimi nadanganya Mkenya. Nipie project moja ya president, anawaambia mandeni. Kila siku hii serikali ikizunguka tulikuwa tunaseti mandeni na saa hii Kenya inaenda vizuri. Sasa ndio mlikuwa mnaseti, imebaki ngapi tujue. Mkisimama mtuambie mmeseti mandeni, kujeni mtuambie mmelipa, imebaki 5,000 ndio tunaendelea kulipa. Si kutuambia tumelipa mandeni imeenda chini, tuambieni mlipata ikiwa 10, tumelipa imebaki 6. Na hiyo ndio tutalipa mpaka wakati fulani. Lakini hiyo watu wamesoma hii story zenu, tumeanza kuwajua. Sukumeni muende, sukuma. Hiyo ndebe mnasema mko na ujanja ya kuiba. Wakenya wamesema hakuna kura itakuwa kwa ndebe yenu. Uone kama utabeba ya yule mwingine ujiwekee. Nafurahia Wakenya wamechanuka. Atakuwa analipwa milioni 5. Unaona ni ukweli ama ni siasa? Nakuuliza, mpaka watu wa Kongo na ndovu ndio wasaidike kwa hii serikali? Yaani mtu president anasimama anaambia watu wa Nyeri pale, mtu akigongwa na ndovu atalipwa milioni 5. Lakini kuna watu kwa hiyo anawaambia wanafariki kila siku. Hiyo hospitali ilikuwa nesti hapo akiongea. Madaktari wamegoma. Watu walikuwa wamefariki 15 na wao watalipwa na nani? Na niambie watu hiyo yote president aliwaambia inaitamba zilizopendwa. Milioni 5 upewe na nani? Serikali. Hata Wakenya nao nini? Ulipo na nani 5 million? President alisema na alitoka kwanza, wale waligongwa jana jaribu hata kuapply uifikie upate kulipa, utakuwa wewe umeenda miaka yako. Kama wale waligongwa na ndovu angesema wale waligongwa na ndovu wote wamezaa lipo pesa yao. Juu kuna kesi ziko kotini na wameshinda. Sasa tutangoja wale wamegongwa, na kuna wenye wanakaa kama Makarena juu ya ndovu, wengine walifariki wakaacha watoto wao. Kwa hivyo vitu vingine ile president anaongea tunaheshimu ofisi yake. Lakini mambo mengine mpaka hata yeye tumkosoe, kuna mambo iwezekani. Saa hii mkulima wa majani hakuna anaanza kulia. Mwalimu analia. Mkulima wa miraa unasikia ndio huyo analia. Saa hii madaktari ndio hao wanalia kila siku. Hiyo pesa inangojea ndovu igonge mtu, siipewa hao madaktari warundi. Simple. Na watu wasione kama tutaogopa saa hii Wakenya wanaumia. Asante, swali yako nimekujibu.